Mwana Search Media One ushirikiano na Media Tour, leo nataka tuangazie hizi sajili alizofanya Simba kwa huyo Osman. Huyo Osman ni hatari. Osman mikimbio yake inatisha. Osman ana vitu. Osman ni hatari. Osman ni forward wa kutegemewa, forward wa kutumainiwa. Nini afanye, nini asifanye? Hebu angalia wewe shabiki, ndio utakuwa msemaji hapo. Wewe ndio unaifuatilia. Hebu acha comment yako hapa tujue ni namna gani. Je, vitu vimo au tumepigwa? Lakini mimi niase tu, tusimkatie tamaa. Ndio kwanza, bado mapema sana. Kwanza hii Kagame Cup isikufadhaishe, isikutingishe, kwamba ikutoe mchezoni kusikiliza wapinzani wanasemaje, kwamba bwana 1 2 3 huyo hamna. Hizi kelele inaweza kukutoa mchezoni na usijue nini cha kufanya, lakini usifadhaike. Huu mchezo bado, na huo mchezo unahitaji nini? Unahitaji akili. Simba sio wajinga hivyo. Wako very professional na wanajua ni nini wanachokifanya. Tuwape muda. Ibrahim Dumbia yeye ni kweli ni mshambuliaji, ni striker kabisa wa kutumainiwa, na angalia position zake anazozikaa, jinsi anavyojiseti. Yawezekana ikawa hiyo pressure ndio inayempa kadhia ya kigugumizi miguuni pake na anashindwa. Tumeona katika huo mchezo akijitahidi Clatous Chota Chama. Tumeona katika nafasi yake. Mimi ni mlaumu Luemba kwamba akapewa nafasi nyingi za hatari, lakini zile nafasi hakutaka kuziipia Simba ushindi. Yawezekana falsafa ya mwalimu kwamba anapima mashine zake, na hiyo tournament sio kuitolea macho sana, sababu ana kazi kubwa sana ya kuifanya. Sawa, kuna Ngao, kuna Simba Day, hivyo alilinda silaha zake zisiumie. Na tunaona hawa Mogadishu, not Mogadishu, hawa waliocheza nao jamaa wanafika sana miguuni, mpaka ile kuna muda fulani Libase alilalamika sana, kwa nini huyu mtu anacheza hivi, afu refa upo utoi kadi nini kumwadabisha huyu. Yaani utemi fulani hivi, kana kwamba wanajua kwamba hawa kuyaumiza hawa safari yao inakuwa ni fupi sana. Hawa ni wachezaji hatari. Sasa kwa muktadha huu mwalimu Fadlu kaamua kuwaondosha hawa. Embo nyinyi tokeni, chezeni mpira ule soft, sababu hapa hatugeni chochote, kwamba tunafuata ile love, lakini hawa wahitaji ile love. Tujaribu kutengeneza muunganiko, watu waone vipaji, sio kwamba hiyo kita sio nzuri. Lakini kwa muda mwingine kwamba Simba wao hawana cha kusubiri, sababu katika haya mashindano mechi zote mbili hajascore hata goli moja. Na wala hakuna nafasi zozote zile za hatari zilizotengenezwa kwamba hii ni nafasi ya hatari kwamba Simba wanahitaji wapate goli. Hii hakuna. Lakini huyu Dumbia muda wote akitokea sabu, tumeona Mahal Karisto yeye kafanya makubwa sana. Yaani kuingia tu vitu vimo, mashabiki wakampokea. Lakini huyu mwamba bado, Ibrahim Dumbia, yawezekana ikawa ni pressure. Lakini hebu angalia, ni kweli halali kwamba forward kulikimbia goli lile ndo eneo lako wewe ya kupasa ukae katika engo ile. Kati mabeki wakusumbue, wewe ndo wasumbue mabeki, sio wewe kukimbia mabeki. Yawezekana ni pressure, ndo maana unafanya hivi. Sijui, hebu angalia hapa juu anachokifanya. Je, kama mimi niko long basi utaniambia, lakini tumpe muda. Ibrahim Dumbia atafanya makubwa. Tutamuimba, tutasahau yote, kwamba najua kwamba kwa ukame wa Simba alionao, kwa level alionayo, sio kwenda kuchukua chaka kuwatafuta hawa wachezaji walio wadogo. Profaili ya Simba ni kubwa, jina la Simba ni kubwa, uwezo wa Simba ni mkubwa. Wekeni hela
muda bado. Yawezekana kweli huyu jamaa akaja kwa ajili ya trial kuona kama wanaweza kuondoka nayo au la. Yawezekana akapewa mkataba wa muda mfupi wa miezi 2 au 3 kuangalia performance yake iko vipi. Inawezekana. Sawa, inawezekana, ila bado kijana mdogo anahitaji vitu vingi vya kujifunza, lakini sio kwa Simba hii. Simba hii inahitaji professional. Simba hii inahitaji matokeo. Simba hii si kwa ajili ya majaribio tena. Huko ashatoka. Haya majaribio achie timu hizi zingine ndogo ndogo. Simba ishakuwa na jina. Simba inaogopeshwa. Simba inaogopa. Simba inaogopwa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mwanamchezo, embo ipie nguvu hapa kwa kusubscribe, comment, share, like ili tupate nguvu zaidi ya kukuletea kila taarifa inayojiri. Na tumeona michezo kwamba jamaa amekaa katika engo ngapi, nafasi alizozipata, lakini mimi siwezi kumlaumu kwa sababu nimeona anashuka mpaka chini kuitafuta mipira. Kwa hiyo it means kwamba mipira kwake ilikuwa haifiki. Alivyoingia Libase alimtengenezea nafasi moja nzuri, akapishana na ile mipira kama 2-3 akapishana nayo. Kwa hiyo hapa hayuko wa kumlaumu. Ndio maana povu unalikuta liko jingi. Na wao Yanga wanakwambia ni swala la muda tu. Tusubirie tuone hichi walichokifanya wao, je, kitakliki? Wao wanatambulisha huku, wao wanafanya kwa vitendo. Nyinyi mnasema tu tetesi, wao wanafanya kwa vitendo. Kwa hiyo hii ni kadhia itarudi tena na kauli mbiu yao, Yanga bingwa. Sasa jikae kwa kujipanga.